So Wakenya wenzangu, leo tumekuja hapa. Tuko Machakos County, mahali panaitwa Kaani. Tumekuja kwa boma ya mzee marehemu John Mwoki. John Mwoki ni yule ambaye bibi yake Alice Mumbua alikuwa amefungiwa kwa hospitali Mega Life Hospital because of a pending bill amounting to Kenya shillings 3.3 million. So she got admitted at Mega Life Hospital 2025 mwezi wa 8. Huyu mzee ambaye kaburi lake mnaliona hapa aliuza hii shamba yenye tumesimama ndani. Hii ni boma ya mzee, ile ni nyumba ya mzee. Na huyu mnayemwona tumesimama naye hapa pia ni kijana wa mzee. Sasa mzee, kwa sababu bibi amefungiwa hospitali, bibi amepona, hospitali ikasema kwamba bibi hawezi achiliwa kama mzee hajamaliza bili ya hospitali. Huyu mzee alikuja akachukua hii shamba yote yenye mnaona, akatafuta mteja ndiye aweze kutoa bibi yake hospitali. Lakini hakulipwa pesa yote, alipatiwa pesa nusu. Kitu cha kuuma ama ile jambo ya uchungu sana ni kwamba katika ile pesa yenye huyu mzee alipatiwa kuhusu hiyo biashara ya hii shamba yote alipeleka Mega Life Hospital, and we have the receipt ya kuonyesha alilipa a total of 1,022,000. December tarehe 7, due to stress na pressure, mzee aliaga dunia akiwa kwa nyumba yake ameketi, akiwa amekaa kwa kiti. Bibi akapata ujumbe ya kwamba mzee amekufa nyumbani. Aliomba ruhusa kuja azike mzee wake, lakini hospitali ikasema no money no freedom. Bibi alikosa namna, kanisa ikakosa namna, familia ikakosa namna. Ikabidi mzee azikwe bila bibi mwenye amefanya auze hii shamba ndiye atoe bibi wapi? Hospitalini. Sasa leo tumekuja hapa Wakenya wenzetu. Letu ni moja tu. Mkenya kwa serikali yenye inafanya kazi afai kuuza shamba ndo watu wapendwa wao wapate matibabu. Mkenya kwa serikali ambayo inafanya kazi afai afungiwe hospitali kwa sababu ameshindwa kulipa bili. Mkenya na serikali ambayo inafanya kazi afai kupoteza shamba yake kwa sababu aliuza shamba ili kulipa medical bill. Nashukuru Mungu kwa sababu mama yetu aliweza kupona. Mzee wetu naye hakukuwa na bahati, alilemewa na mawazo na kila kitu, akaona kukufa ni bora. So Wakenya wenzetu, marafiki zetu, ndugu zetu, serikali yetu, tunawaomba msimame na sisi. Mama na familia yake wasipoteze hii shamba kwa sababu aliuza shamba juu ya ugonjwa. Na hakuna mtu anaweza uza shamba yake ati achukue pesa apeleke hospitali. So tukubali, serikali yetu ilituangusha, serikali yetu ilitulemea, lakini sisi kama Wakenya, sisi kwa sisi, hatuwezi acha Mkenya wetu apoteze mali yake. Mpaka kaburi ya mzee sasa mahali mnaona iko ati iko kwa shamba ya wenyewe, iko kwa shamba ya wenyewe. Hiyo ni jambo la kusikitisha sana. For the record, hii shamba yote waliuza pesa ngapi? Milioni 2. Waliuza milioni 2. Jamaa akatoa pesa ngapi? Milioni 1. Yes. Sub chief akachukua 1,200. Yes. Na 50. Yes. Bado akachukua. Yes. Kwa hivyo zile bado akachukua. Alichukua milioni 200 kwa milioni. Alichukua 200,000. Sasa kama sub chief ndiye alikuwa broker. Ndiye alikuwa broker. Yes. Na ndiye alichukua hizo pesa. Na hata sasa hizi tunajua hivyo. Yes. So Wakenya wenzetu, kuna balance imebaki. Kuna Kenya, si ndio? Kuna balance imebaki. Balance ya pesa ngapi? Milioni 1 na ya 1 million. So tunaomba mwenye alitoa hii 1 million arudishiwe pesa yake 1 million, ama ikiwezekana hakuna haja mtu apoteze boma yake, apoteze shamba yake na apoteze kaburi ya mzee wake kwa sababu ya 1 million. Kenyans of goodwill and patriots, come forward, step on these issues. Councils, lawyers and advocates, all, we call for your cooperation in helping this family at least to retain their ancestral land. So God bless our country, God bless our land and nation. Maina? For us, JM&M, we've come to confirm whether this land is 1.3, because Alice Mumbua told us that this land is 1.3 acres. And it's very unreasonable for any person to have a land through distress sale. I wish they would have an agreement between the father, this father who is laying here, and at least the family and the buyer as well. At least to agree, wachukue 1 million, nimekupea kama mkopo alafu utarudisha. All the same, there is no problem.
if the buyer doesn't agree to refund this land to the owner, then I think we'll have to go the long route. All the same, Kenyans, please support us. At least hii land irudishiwe the owner. The owner right now is somewhere kwa the daughter who lives somewhere in a plot, a very small plot. And imagine ametoka hospitali, alafu tena tumrudishe hospitali kwa sababu ya stress. Then what will happen? Ataaga tu kama bwanake, and we wouldn't want that. Let's save this life. Let's save this family. Yes, let's save this family. Thank you so much. God bless our land and nation. Yeah. Swali. Sasa hii